Naomba niwaulize, maandamano yaliyopangwa kufanyika yalizaa matunda? Vile watu walivyolia vimezaa matunda? Mipango yote iliyopangwa imezaa matunda? Nini kimebaki? Sema ni mkono wa Mungu pekee. Na huo ndio tunaosubiria sasa. Mungu anasubiri kwanza mpige kelele, mlie, muomboleze, mfanye kila kitu, mpange njama zenu, wengine watauawa, wengine watasalia. Yote hii ni mpango wa Mungu. Wakati Tanzania inalia, Mungu tuokoe na mashida haya, utawala uliopo, serikali iliyopo, nyewe mnalia, mnaomboleza, nyewe mnaona ni matatizo, si ndio? Na mnalia. Mungu yeye haoni kama ni matatizo. Mungu anaona kama ni nini? Ni fursa, ni platform ya kuonyesha uwezo wake. So asubuhi ya leo ananitembelea asubuhi sijaamka vizuri, ananiambia mwanangu, waambie Tanzania haya yote wanaoyaona, kama nabii waambie ujumbe huu, haya yote wanaoyaona, vurugu zote zinazotokea, mimi Mungu nimekusudia iwe, nimeandaa platform ya mimi kujidhihirisha. So inaweza ikawa ni matatizo kwao na wakaumia vya kutosha, bado wana uwezo kuyabeba. Tumejifunza kwamba matatizo yote ambayo una uwezo kuyabeba hayamleti Mungu. Mungu anasubiri mpaka ushindwe kubeba ile level ya mwisho ya kushindwa kubeba, ndio Mungu anajitokeza. So machozi ya Tanzania sio kama hajafika mbinguni, yamefika mbinguni, lakini bado ana uwezo wa kuvumilia. Kero zote Tanzania wanazo kwenye taifa hili sio kama Mungu hajaziona, Mungu ameziona, lakini bado ana uwezo wa kuvumilia. Watakapofika hatua ambayo hawawezi kuvumilia, imefika mwisho sasa, hawapigani, hawaingii mtani kuandamana, hawatukani viongozi. Kiwango chao cha mwisho kuvumilia kikifika, Mungu wao anajua kwamba hiki ni kiwango cha mwisho. Watanzania sasa wamechoka, hawawezi na kuvumilia, ndio Mungu anatokea sasa. Na Mungu akitokea anasema, nimeyaona mateso yenu, nimeyasikia maombi yenu, nimeviona vilio vyenu, wakati wangu sasa wa kuwasaidia umefika. Hapa ndipo ambapo mkono wa Bwana unakuja juu ya nchi, na yale magumu ambayo umeyaona kwa muda wote yanageuzwa kuwa fursa ya Mungu kuonyesha uwezo wake. Na hatuko mbali. Nasema hatuko mbali. Hatuko mbali, asubuhi inakaribia. Watanzania, asubuhi inakaribia. Bwana amenipa neno lake, ananiambia waambie Watanzania asubuhi yao inakaribia. Matatizo yao nimeyasikia, vilio vyao nimevisikia, maombi yao nimeyasikia. Nasubiria washindwe kubeba. Wakishindwa kuyabeba na kuja kuwasaidia. So mtu yote mwenye akili timamu ambaye ni Mtanzania hapaswi kuwalaumu viongozi, hapaswi kuilani serikali, hapaswi kutupa lawama kwa serikali. No, anapaswa kumwambia Mungu, katika haya yote tunayopitia kwa sasa kama taifa, sisi wenyewe hatuwezi tena. Hatuwezi kutukana viongozi, hatuwezi kulalamika tena. Tunakuita wewe sasa. Wewe ambaye unajua nani anafaa, utuonyeshe kwa mkono wako. Ndio Mungu anatoka sasa, anakuja, anaanza kutubeba. Ghafla unashangaa tukio fulani Mungu anajitambulisha, tukio fulani Mungu anajitambulisha, tukio fulani Mungu anajitambulisha. Mungu hawezi kuja kuonyesha uwezo wake sehemu yenye shwari tu. Mungu alinituma nifanye jambo moja, nikalifanya. Nilipolifanya akaniambia, sasa nataka ufahamu jambo hili. Hakuna mahali popote ambako taifa lililia likaniita mimi nikaenda. No, nasubiri kwanza mpaka wafike mwisho wa kutumia akili zao, maarifa yao. Wakifika mwisho ndio Mungu anakuja kujitambulisha. Naomba niwaulize, maandamano yaliyopangwa kufanyika yalizaa matunda? Vilio vilivyolia watu walivyolia vimezaa matunda? Mipango yote iliyopangwa imezaa matunda? Nini kimebaki? Sema ni mkono wa Mungu pekee. Na huo ndio tunaosubiria sasa. So haya yote yanayoendelea yasikumize kichwa, ni mpango wa Mungu, kwa sababu tatizo ndio linalofunua Mungu. Nasikia sauti inaniambia, well done my son. Nasikia sauti inaniambia, well done my son. Mungu anafurahia kwa sababu hiki ndicho anataka mjue. Kumtukana kiongozi yote kwa sababu ya jambo fulani sio mpango wa Mungu. Hiyo ni hasira zako, ni uchungu wako. Uchungu unaweza kufanya hivyo, lakini Mungu anasema kuna namna yeye anataka mwangalia, bado mna uwezo wa kubeba, mna uwezo wa kuvumilia, basi pambaneni kwanza. Kwa sababu nikijitokeza nitasema baada ya kelele zetu wamefanya hivi. Mungu anasubiri kwanza mpige kelele, mlie, muomboleze, mfanye kila kitu, mpange njama zenu, wengine watauawa, wengine watasalia. Yote hii ni mpango wa Mungu. Sisi wote ni wa Mungu. Mungu akitaka mimi naondoka hata leo, naondoka. Mungu akitaka kunibakisha hata waje wafanye, hawezi kufanya. Kwa nini? Mungu hajataka. Hamjaona Tundu Lissu risasi ngapi? 16 alikufa. Ni mpango wa Mungu. Na ndio maana ujasiri wa kusema Bwana anasema, wa Tanzania nuru yake haiko mbali. Soon, muda si mrefu mtaona mkono wa Bwana. Lini, saa ngapi, wapi? Bwana anajua. Cha kujua ni hiki. Bwana amesema, amesikia maombi yenu, amesikia vilio vyenu, na ameona mioyo yenu, na muda si mrefu anakuja kuamua juu ya taifa Tanzania. Hamtalia tena, hamtaomboleza tena, kwa kuwa yeye anaamua kwa haki
na akiamua yeye mambo yanakuwa shwari. Sema amen na uchape makofi kwa ajili ya Bwana. Sauti inaniambia well done my son. Mbingu zinafurahia. Amen. Shalom Tanzania. Nina ujumbe juu ya Tanzania na juu ya Watanzania wote. Mungu anaenda kuistarehesha Tanzania. Mungu amesikia kilio cha Watanzania na Mungu anaistarehesha Tanzania. Wakula analiwa, wakuua anauawa, na wakurithi analithiwa, wakutangaza anatangazwa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Tanzania inaenda kustarehe. Kuna jambo linatokea Tanzania na sio muda mrefu litakuwa wazi kwa kila Mtanzania. Shalom.